Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Mungu akubariki sana 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 sana. Naitwa Prophet Maraka. Ni mimi tena leo nimekuletea fundisho au neno la leo. Kichwa cha ujumbe kinasema usilale muda wa kupanda mbegu, shetani asije akapanda yasiyofaa ndani yako. Usilale muda wa kupanda mbegu, shetani asije akapanda visivyofaa ndani yako. Mfano huu tunaopata kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 14 mstari kuanzia wa 25. Unasema hivi: lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu akaenda zake. Mstari wa 26, tukiende mstari wa 26 unasema hivi: baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Bwana Yesu asifiwe. Yakaonekana na magugu, manake lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu. Afu mbele nasema kwamba baadaye majani ya ngano yalipomea yakaonekana na magugu ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu kipindi ambacho watu wamelala, adui alikuja akaweka mbegu. Kipindi ambacho muda wa kuchipusha zile mbegu, yakaonekana na magugu ndani yake. Neno hili linakufundisha nini? Neno hili linalenga wewe muombaji, unayeombea kitu chochote, unayeombea jambo lolote, unayeomba juu ya chochote, unayeomba juu ya familia, unayeomba juu ya uchumi, unayeomba juu ya lolote kwenye ulimwengu huu. Usilale ukaacha kuomba, kwa sababu muda utakapofika wa maombi kutakiwa kufanya kazi, kutakutwa kuna mbegu nyingine ndani yako itakayozuia yale maombi yasifanye nini? Yasifanye kazi. Kwa sababu gani? Kwenye kitabu hiki cha Mathayo mstari wa 10 sura ya 13 mstari wa 26 inasema hivi: baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Bwana Yesu asifiwe. Yale magugu au zile mbegu za magugu zilipandwa na nani? Na shetani. Kipindi huyu mtu alipolala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sura ya 25 inaniambia hivi: lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Bwana Yesu asifiwe. Adui alipokuja ndani ya moyo wa mtu, akaingiza katabia katakachomfanya asiombe, ili asipokee maombi aliyoyaomba. Kwa sababu tabia ulioingiza ndani yako itakuzuilia kupokea kile Mungu alichokwambia, alichotaka upokee. Kwa nini somo hili limekuja siku ya leo? Kuna waombaji ambao wanaomba, lakini ndani yao kuna mbegu ambayo hawajui imetoka wapi. Hapa Yesu tunaona anatuonyesha kwamba ikawa watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Kwani wewe ulipoacha kuomba ukasema sasa nimeomba sana, lakini pale shetani alipata nafasi ya kuweka katabia kakuto kufanya uendelee tena. Katabia kakukufanya uombe lakini sio sana. Manake katikati ya ngano na magugu yamesimama pamoja. Unaenda kanisani lakini sio mlokole sana, kwa sababu ngano na magugu viko pamoja. Unafanya mambo ya Kikristo lakini sio sana, kwa sababu udunia na Ukristo umeuweka level sawa. Manake magugu na ngano vinataka kwenda pamoja. Leo mtu wa Mungu nikwambie, toa magugu ndani yako. Toa magugu ndani yako. Ondoa hiyo mbegu ya magugu ndani yako. Usiwe na roho ya kutokupenda Mungu. Usimwambie Mungu napenda lakini naamini mlokole lakini sio sana. Hii inaathiri sana imani ya Kikristo, kwa sababu unaposema mimi ni mlokole lakini sio sana, manake wewe sio mlokole au hujaokoka wewe bado. Mpokee Yesu kabisa, uishi naye, useme kwamba sasa mimi nimeokoka.
ninampenda Kristo, ninaishi naye. Umkiri Kristo, kinywa chako kikiri uokovu. Kwa sababu katika kuongozwa sala ya toba, tunakiri ndani, tunakiri moyoni na kinywani. Tunathibitisha kwa neno kwamba mimi nimeokoka. Watu watakapokuuliza, ukiri kwamba umeokoka, kwa sababu Biblia inasema hivi, ukinikana mbele ya rafiki zako, nami nitakukana mbele za Baba yangu. Kwa hiyo unapomkana Kristo mbele ya watu wanaokuzunguka, hata yeye pia atakukana mbele za Baba yake, kwa sababu haukuwa shahidi mwaminifu. Mungu akubariki sana. Naitwa Prophet Madaraka. Amen.